Natasha anajibrand kwamba star. Wewe muelewa, utamuelewa tu ile dada. Anajiachia, anatapiga picha iko kwenye amevaa tu deux pièces, amekaa kwa piscine. Huyu mwanamke nini? Hapana. Ni star. Anataka uongelee ile picha. Lakini utamwambia Shani Queen piga ile picha hawezi. Unasikia? Miss Erika donc ila anabielewa. Iko na kuja kuelewa. Anabielewa. Sasa kuna wasanii wengine wanamke wa Burundi anataka akwambia mimi ni star. Sawa. Sasa picha kama ile hawajihusishi Instagram. Jibrand kila mtu aone kama ni star. Yes, ladies and gentlemen, morning, afternoon, evening, mahali popote ulipo. This is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa kutoka Himaya Home TV. Ni siku nzuri kabisa. Tunaita special day. The day ni siku ambayo tumemchukua, tuna mgeni mahafaka, mgeni ninasema kama mgeni mzima kizazi kabisa kwenye Home TV. Mtajua mimi kutoka kwa Freema Boy, kwa sasa alikuwa ni Green Fizzle, alikuwa Game Freema, leo anakuwa Freema Boy. Unajua kama kuna step fulani mtu anazichukua, anadifanya ili afike mahali fulani. Lakini kumbuka kwamba this is Home TV ambapo tuna promise kupata vipindi fulani kutoka mahali kona 4 za nchi, kona 4 za dunia, si ndio? Hapa ni Home TV. Kumbuka kufanya subscribe, comment na share kwa marafiki zako, ambao marafiki zako ambao kama Home TV inatoa vipindi fulani vizuri sana ambavyo vinafikisha mbali sana, kuwajulisha mahali kunapita kama news, interview, review kutoka all over the world, si ndio? Sasa tukirudi kwa studio tuwezi kama kumkaribisha mgeni na tujaribu aweze kutuambia ni nani, ametuletea kitu gani, si ndio? Ndivyo. Je, vipi bro? Poa. Habari yako? Safi. Yes, sana umependeza. Kama kawaida yangu. Unajua kwa msanii napaswa tupendeze sana. Anasema kama kawaida yake, yaani kila siku anapendeza, au sio? Yes sir. Mbona naona umevaa vizuri, kianza chini kuna kwa kiatu nini, umevaa suit nani kama ni nzuri, African chain nzuri. Nani anakuvika? Hapana, sio wenyewe tunajivika. Unajua ukishakuwa tu msanii, unajua kwamba unauza nguo, tunaweka ndani zile ambazo tunanunua, tunaweka ndani, afu tunajua fashion fulani, ukitoka unakuwa unatoka umependeza, umetokelezea fulani. Kabisa. Yeye anakuambia kwamba anasema eti anajivika mwenyewe, yana na talent, ana vipaji fulani, ana kipaji cha kuimba. That's first. Ana kipaji cha kujivika. Baada na wengine unakuta wanavishwa na watu fulani yeye mwenyewe anajivika. Lakini ila baada na muziki, kazi nyingine unaifanya kazi gani? Mimi nauza nguo za vijana hapa Village Market, na viatu vya wadada. Lakini sio mtaji wangu mimi. Sio kusema pesa zangu za mama wangu. Na sometimes nakuwa nikipale ili kupata company nyumbani. Yeah, nasema kwamba unatumia mtaji wa mama. Yeah. Unampatia company, unamsaidia kazi fulani. Sio unasema mimi ni mtu, yani ni mimi ni mtoto wa mama. Ndio, sio mtoto wa mama. Unajua mama ni mama. Inafika wakati anakuwa anahitaji mwanaume wake wa kwanza nifike kwenye biashara yake, ndio support, nimsaidie, na inakuwa vizuri sana kwa sababu tunakuwa na mamangu na deka, nakuwa nafurahi sana, na nahitaji tu nifanye hicho kitu ambapo anakinielekeza. Kweli kabisa. Yeah, this is inaonyesha kwamba upendo katika mama na mtoto waga unaendelea. Na swali moja inarudi kwa ninyi ambao mnatusikiliza. Mara ngapi unamwambia mamako unampenda? Mara ngapi unamsaidia mamako? Au tusiwe na wale tusiko katika zile mama group za wale watu ambao wakifika mahali fulani wa mama kiifa ndio wakati unakumbuka, nilikuwa sijamwambia nampenda. Saa hizi kama to text message amwambie mama ninakupenda sana. Ukikumbuka kama amekuzaa, amekufanya kila kitu. Tunamwiga. Kuna mfano mzuri kutoka kwa Freema Boy, anasema hivi, mimi nampenda mamangu sana. Wakati niko pamoja na mamangu najisikia niko faraja, nafanya nini, ninadeka kwa mamangu. This is very nice. Na kitu kingine nakumbusha kwamba this is Home TV. Tuko pamoja na Freema Boy, Freema ambaye anafanya vizuri Bujumbura, hapana Bujumbura tu Burundi, mpaka muziki yake inafika nje. Yanakwambia hivi, East Africa to South Africa International. Nasi anakuwa ni msanii international, ni legend. Tunamzoea kwa muziki kama kuna muziki miwili mitatu minne mitano ambao Warundi tunazoea sana kama Sizigera jirani, nikiwa na Masoja Herohero,
ziko nyingi sana, wape wale ni Imana Pasli, sauti ya jogoo, nyimbo nyingi zao awali zimepatia tek kidogo za kunipaisha kidogo hizo. Kabisa, unaona kama anafanya vizuri. Sasa leo amekuja leo kafika kwenye studio ya Homo TV. Na tunatarajia kusikia mengi sana kutoka kwake. Kama legend ambaye ameanza ametamba Burundi tangu zamani za kale, alikuwa akipiga muziki. Mpaka leo anaimba. Mpaka leo anafanya yani ni kama anatumia fursa nyingi sana ili aweze kupaa. Lakini kuna swali moja. Kuna wasanii wengi wameanza muziki awali lakini wamestop. Na umestaafu au leo wafanya muziki, ila wewe kile unabaki tunafanya muziki. Nini kitu gani kimekupa fursa za kuendelea kufanya muziki mpaka leo? Asante sana. Unajua cha kwanza ni ubunifu. Sasa ubunifu na kwanza unajituma. Kuna wasanii wengi sana wanajua muziki, kama upili kwenye radio au kuchezi leo ama upate interview, unajua mimi muziki wangu wapi? Watangazaji wanabana, mtangazaji abani ili wewe ndio ufanye kazi. Hata bana kivipi? Fanya kazi yako nzuri. Sasa ile kukosa ubunifu wa kujua mimi nyimbo yangu niitilie susi. Yaani niumie, nimeimba, nimerekodi, nimetoa pesa, afu nitoe nyimbo iende fie, haipigwe, itauma. Lakini sasa hawajui strategies za kutumika. Jitume. Kama hakikisha nyimbo yako ueleweshe ule mtangazaji kama ni nzuri kabisa. Kwa sababu umeimba na ataona kama mtangazaji akwambia nyimbo wapi. Kwa sababu kwa sasa tunakwenda na quality. Lakini hakikisha nyimbo yako umeifanyia media kwa. Nyimbo yako kuna watu hata kama 200 300 wakishaisikia utapata support. Sasa hicho kitu sasa watu wengi hawajajua muziki wetu tunafanya nini. Ndio unakutana wengi wameacha. Maskini ya Mungu, kuna wasanii wangu wazuri sana. Masoja leo wapi? Walikosa ubunifu. Kabisa. Terry West yuko wapi? Yaani inaniumiza sana kuona wasanii wazuri wenye vipaji, Frank Generation 80 yuko wapi? Hawana ubunifu. Sasa inaonekana swap team wako wapi? Ni wale wasanii walikuwa wanataka tu company za kupigwa collab ili watokee kwa migongo za watu. Lakini hawajui kwamba tumika ili collab kishaifanya watu wajue hii collab ya huyu na huyu wamefanya kazi, lakini huyu kijana alikuwa anatumika tu. Lakini sasa kama mimi situmiki hapo nipate collab na mheshimiwa Fizo, watasema ule alipandishwa na Fizo. Lakini kama mimi natumika sana na muomba collab Fizo, itakuwa ni collab watu wanasema Petro alikuwa anatutuma sana. Kabisa. Yapo ndio hicho sasa kitu kenye watu hawajui, wafanye muziki ili wautangaze kwamba ni muziki wa biashara. Wasanii wengi wamelala, wamekaa wamefe. Inaniuma sana. Hawana ubunifu sana. Wajitume, muziki unaomba jasho. Unajua ukiinvest pesa unaenda kutoa video, unaenda kutoa audio. Hapo wao unahakikisha hawakupatia interview eti muziki wako umeanguka chini. Sasa kesho iko wapi? Sasa bahakikishe muziki unafika. Ufikishe muziki, ushindikize media tu, waomba, teseka. Lakini watu 100 300 wakisha support ile muziki wako utakuwa poa. Unasema kitu kizuri sana kusema kwamba kuna wengi yani ukisema neno kuteseka ni kama unasema unatumia fursa nyingi, unasema mimi kujiuza, si ndio? Unasema unakuta wasanii wengi Burundi hawajui kujiuza. Nikisema kujiuza si kujiuza kwa kuna watu wakisikia nisema kujiuza ni kuzamili, no. Kuuza muziki wako kwangu. Mimi nimetumia fursa nyingi, nimetoa hela, nimeenda studio, nimetunga muziki, sijalala usiku, nikijaribu ku memorize ndani songs, ndio mpaka unatoka. Lakini unasema muziki wangu hujatamba kwenye radio fulani, hujatamba Bujumbura, hujatamba hata Burundi, lakini nasikia kama ni kama na kata tamaa, si ndio? Leo tunasema kwamba Rofima hajawahi kukata tamaa, anajua wapi anaelekea, si ndio? Yaani tukucheka kama katika list ya watu ambao wameshajielewa. Asante sana. Kwa hiyo kwanza mimi nimeshajielewa sana. Kabisa. Unajua nimetumika sana. Ukisema nipate kampani ya watu ambao wana support leo mimi, sikuwa najua kwamba itakuwa kwangu. Nilikuwa nasikia tu wengine wanasema ndio kwa nini. Nakumbuka kuna label ilikuwa inaitwa Tribeca. Walikuwa wasanii wawili. Ni zile label ambazo zisemekana sana hapa Bujumbura. Naangalia kweli watu kweli wako sawa. Lakini walikuwa wana ubunifu, si bosi. Si mwenye alikuwa anaangalia wasanii, si wasanii walikuwa wana ubunifu. Yaani kujiuza. Msanii ni kujiuza. Kuna kitu kimoja kenye naweza nikafelicite lebo ya Bantu Boy, inajijua sasa leo. Lebo inaandaa hatua ili wasanii warudishe vyao. Sasa kwa wasanii special hawajajielewa. Ni wale wanakutana msanii kama Jize Boy. Mfano
mwimbaji mzuri, lakini anakwambia muziki wenu, muziki wetu nini? Kipaji kiko pale pale, ni yeye sasa atie ubunifu. Unakuwa msanii anakwambia muziki mitaacha, utaachaje? Sasa ndio kuna kitu kimoja kiko watu hawajajua, pale pale unapokatia tamaa ndio kuna njia. Mimi nilikuwa nafika fasi nasema nini muziki na kuacha, lakini nikiwa kupata kampani kubwa ikasema tunakuona filma. Sasa leo najua sasa hivi ni kupiga kazi, nyamba kazi zinamwagika, tunafanya kazi nzuri, collab nzuri. Sasa hicho ndio kitu kinatakiwa. Audio. Tu audio yako nzuri, fanya video yako nzuri, shinikiza muziki. Sasa ni watu hapa tuna TV. Ziko ma TV zenu hapa, ma TV zingine, ma antena za nchi. Sasa zina support muziki. Sasa utasema aje unakatia tamaa? Radio ziko hapa. Mtangazaji wewe tumueleweshe kama leo kama kucheza kesho atakucheza. Mueleweshe kama wewe una bidii. Kuna watangazaji mmoja alikuwa hawanisaidia advertisements. Lakini nakumbuka wakati nilitoa hizo kazi hizi walikuwa wananiambia bwana vipi tunahitaji huko wapi ndio tufanye kazi. Ndio tufanye kipindi. Walikuwa wananipinga ovyo. Nikasema kumbe ni matukobe mkicho. Sasa hapo unakutana wasanii wengi sio hivyo. Wamekata tamaa. Masoja leo wako wapi? Wamesambaratika watu wa rapa wazuri. Jua nini? Kukosa ubunifu kazi. Inaniuma. Kweli umeongea maneno mazuri sana ambayo yanachoma. Ni kweli nasema yanachoma roho. Na kwa wengi unakuta kuna wasanii wamefanya vizuri mwaka jana, miaka iliyopita, lakini leo hawatambi. Hata kujulikana wenda wapi hatujui. Kama Yero ameongea, kama nakusia hawa Franklin na Super TV ambao wana vipaji. Unakuta kuna wasanii wengi sana, ni wengi sana kadhaa. Lakini unakuta leo zamani walikuwa na vipaji kuna Swag team na ni watu wana talent, wana vipaji, lakini vipaji vyao ni kama hawajajielewa. Hawakujua tunafanya nini. Na ninaona kama ni kitu sijui kama unaona kama ndio kitu kinatuma muziki wa Burundi hupandi, tunabaki tuko pale pale. Hapo tunakuwa watu ambao tunakuwa tunajilaumu. Sometimes Burundi, muziki wa Burundi ufeki. Nini kitu gani nini kinakosa? Umesema kuna kosa ubunifu. Lakini na hii ya kujielewa tena ikali. Ndio. Kuna kitu fulani, kitu kama nasikia mimi kinakosa kitu. Really. Okay. Unajua cha kwanza hapa sana. Tuende kwanza kwa waigizaji. Hapana music. Waigizaji wa Burundi kuna wapati some percent. Hapati percent ya kusikika sana ama vipaji vyao sana zao sikiki. Kwa sababu gani? Kwanza hapa wafanya biashara hawajawaelewesha sana yetu ni nini. Kuna makampuni nyingi sana. Kama nataka kuziona, chunga siku ya Pre-Music itaandaa show. Utaona makampuni zimeweka pale mabendera, Bankobu, Smart iko pale. Hii kampuni Smart ya phone ziko pale. Hii Smart kwa ikonvek wewe msanii unatoka kutoa album. Wenda pale uombe sponsor. Watakwambia tu kitu watakuomba tu, sisi tunakuomba. Wanapana ni wasanii sasa wajaelewa. Wao wanakuambia sisi tunakuomba tu kamata hizi nguo zetu za Smart, tia makampuni pale tupatie podium yetu bure. Lakini watu kwa hiyo show yako waingie bure. Pesa hii. Hizo sponsoro ziko. Lakini sasa sisi sanaa zetu hawasisupport sana kwa nini? Hapa hatujawakuve watu mbichwa ili tujue nini. Tazama maskini ya Mungu Sakubu. Hawa wacheza nini? Wana miaka mingapi? Tunazaliwa, tunataka kupeleka wako na wanafanya sanaa mpaka leo wanatamba. Lakini akikufa tutamuita huyu alikuwa wa kwanza Moi Burundi. Kwa nini? Nchi imsupport. Rais amesupport. Sasa naonesha wengine watu kama wataweza kuwasupport. Hakuna. Yaani paka rais tu. Sasa hapa sanaa zetu waigizaji wanafanya kutwa, nikiingia YouTube hivi kutwa filamu ziko wapi? Lakini kwa nini hawajinao wa convert wale watu wajitume waende kuomba sponsor, wasanii watokee, wasanii wakubwa hapa sanaa hapa hatuyakuwa nao. Unaona sasa hapo nakutana na muziki wetu utabakilia ni wale watu wanne tu watano tu wale wanasema stari lakini wengi wote wanafanya muziki na kazi zetu tunafanya ni kubwa kama zile. Kweli kabisa. Sasa unakuwa unasikia tu wale kwa sababu Burundi umewashaga mtia tu ndani fulani tu. Sasa watangazaji wengine Tanzania au wapi sio hivyo. Ukishakuwa star wanakutia down, wanapandisha wengine ili wapinzane na wewe.
Unaongea neno nzuri sana. Nadhani wote watanga marafiki zetu ambao japo mnafikiria mnafuatilia vipindi vyetu kutoka Homo TV, kama mnasikiliza mambo matamu tena ambayo yanachoma roho kutoka kwa Freema Boy ambaye anaongea neno nzuri kama legend, is that right? So anaongea vizuri lakini eti swali kidogo. Yeah. Nataka nimalizie swali. Unajua hapa kwetu muziki wetu. Yes. Kwa watangazaji wa muziki. Tunataka sisi kesho tuwe kioo cha jamii. Nasema hivi. Hapa zingine inchi wanisikia neno, zingine inchi ukiwa star yameisha. Wewe sasa wanatafuta vingine vipaji, jipambanie kwanza, bipambane na ule star wamepandisha. Ndio unasikia muziki wa mfano hapa Tanzania unakuwa kidogo, kwa sababu wanakamata mtoto wenyewe umelea, wanakupimanisha naye. Watangazaji wanafanya brand yule msanii apanzane na wewe ulimsaidia wewe. Msikia kama ni kitu yenyewe kinashangaza sana. Lakini hapo unakutana mtu anaimba 1 2 3 4 5 6 7. La boss, boss, dunia sasa acha kwambia ni boss. Kwa nini usipandishe wa maskini? Okay, ni hayo. Kweli kabisa. Anasema kuna watu wengi wanasema unajikuta mtu anasema anajikana boss lakini apandisha wengine wasanii. Au unasema wote unakuwa wa kwanza, pili, wa tatu mpaka wa 7, 8, 9, 10. Wanne wa pili ni nani? Wale si ndio wanachoongea. Lakini wanasema kuna vipaji vipo vingi sana. Burundi tuna sometimes kwenye prime music tunakuta kuna vipaji vipaji viko wapi? Lakini unakuta wanakosa nani wa support za kuwapandisha. So ameongea neno zuri sana. Tujue jinsi ya kuconvince, kuwaelewesha mabuyers, watu ambao kusupport, wa sponsors, ndio. Kuna Lumitel, kuna Smart, kuna wengi sana, tuna kampuni nyingi sana. Hapa tuna kampuni zinatumika hizi mapera beton, ziko je kwa biashara. Tuna makampuni mingi sana zinatumika hizi wako. Ni sisi sasa kujituma kufikia zile makampuni. Sana mimi naomba hapana kwa sisi wasanii. Kwa sisi wasanii tunaweza kuwa management wetu. Lakini kwa wacheza filamu wanajifikia kule itawasaidia kwa sababu mimi na sisi nataka patoke msanii fulani wa sanaa. Patokee msanii mkubwa kesho anayeongoza hapa Burundi kwa sanaa, ni kujituma. Wakutie pale kwenye vibanda mapankarte fulani huko unatumia kama ni kinywaji fulani, umsame tu. Hapa sasa kwetu hakuna hicho, unakutana wametia vibanda, mtu wa Nigeria wanatia publicity pale Mkorosi pale Kurompwe. Unakutana waletia ni watu wa Afrika Central, njoo huko wanatumia publicity ya pombe ya Burundi. Sikecho kitu mtu wa Kampala ndio anafanya publicity ya Primuziki. Sasa wewe wa Burundi msanii kweli kabisa umeteseka tu. Sasa kitu ambacho nilikuwa nitaniuliza, kuna neno umeongea just before, umesema wewe mimi nina big up sana kutoka hii label Bantu Boy. The Bantu Boy anafanya vizuri ambayo wamejielewa kabisa. Unaona kama wanawasaidia wasanii ambao wako kwenye familia Bantu Boy kama Kirikou kutoka Dramati, Double J, this boy, yani Fizo anafanya vizuri sana. Ameshajielewa, si ndio? Nakumbuka Kirikou alikuwa chini sana. Alikuwa chini sana hapo, alikuwa yuko vibaya pamoja. Tumeongea naye Peti, lakini kwa sasa leo kwa kazi zake kubwa sana zinatia hata oga. Unakutana mtu anatoa nyimbo yake inafuatana watu wengi sana. Big up Fizo. Hicho ndio tunataka, sio Fizo tu atufanye kabisa. Hata wengine wanaweza wasanii wengine wenye uwezo kufanya hicho kitu, support wengine wasanii wawe fresh. Yaani kwa sababu hapo Fizo kasaidia wale watoto, inaonekana kwamba alifanya kitu ambacho kitabaki ni CV. Kesho wale watoto watakuwa kimuziki, wamwambie mkubwa sisi tunataka kufanya vitu. Na watapambana naye. Ndio kitu tunataka hapa Burundi. Sasa lakini sasa ule upendo utatoka wapi? Tunataka sasa upendo kama ule Fizo mfanye vile, wengine wafanye hivyo ili muziki wetu ufike mbali. Sawa. Sio tu ubaki Bantu Boy tu. Wengine wanaweza wafanye, sasa wakamate wasanii. Na hata niambie wasanii kidogo. Msanii bila label, msanii bila management ndio anakisikia hicho kitu. Hapo kaka itakuwa ngumu sana. Muziki unakuwa mkubwa. Natasha anaenda fanya muziki Tanzania. Unakutana wengine wasanii kwenda Kampala, wengine wanajitumia hapa wanafanya gharama kubwa sana. Sasa wewe msanii una management unataka kutoa muziki tu. Afu ile muziki unautoa kwa uwezo wako mdogo, wanakuima support. Utajisikia ndani ya moyo wako. Kwa sababu wale huko mlebo watasemwa tu kwa sababu wanamwanga hela. Sasa hicho kitu kimoja kitu kiwezi. Tumika sana, usikati tamaa.
pale kunaona unataka kufikishia, utapata wa kudhamini. Wako wengi sana wanataka kusupport wasanii wa Burundi, lakini msanii wa Burundi jiuzishi. Unakutana msanii ana jina lakini ana Instagram, msanii ana jina ana YouTube, msanii wa Burundi anajulikana sana maana wa followers. Unakutana sasa hicho hawajiuzishi. Instagram hapa Burundi wengi sio hawaitumii sana, watumia Facebook. Sasa Burundi hapa unakutana msanii ana page, yeye anatumia Facebook ya kawaida. Unakutana aliposti watu wanamgatifia kwa vitu, unakutana Facebook yake iko fake tu. Leo umepost unakutana watu 10 wamekuwa kwako. Si vitu gani tena hivi? Sasa watumie page kwa sababu page ni office. Yeah. Sasa hicho kitu unakutana mtu akusaidia anakuomba vitu iwe vigezo, YouTube yako anacheck, Instagram yako check. Anaangalia mtandaoni yote, Twitter anakwenda kweli kwa update. Sasa unataka kuwa star lakini inaomba vitu vingi sana. Sasa unakutana sasa kujihusisha kwanza Instagram. Poa. Utapiga picha nzuri. Unakutana msanii ni star anapiga picha ya simu hi-fi, unakutana msanii hii inaonekana sasa nani atakuuza? Kabisa. Sasa wajihusishe, wajipende kama star. Asante sana, naongea vitu vizuri sana kusema kama ni vizuri kutumia social media kama kuwa na Instagram. Unakuta Warundi ni kama nasema kama 60% kama au 80% unakuta ni wasanii ambao wanajulikana lakini hawana Instagram, hawana kama page ya Facebook, hawana hata page kama ukenda kwa Twitter. Unakuta wanatumia account yani simple za Facebook. Unasikia? Ni kama ni kama ulipewa ni kama unapewa zawadi yani iko precious, lakini unachukua kwenye mchanga au kwenye udongo, si ndio? Hapo tukamatia hapo. Unajua kwa nini wasanii wanawake wa Burundi watoboe? Shani Queen iko wapi? Natasha anajibrand kwamba star. Wewe utamuelewa tu ile dada. Anajiachia, anatapiga picha iko kwenye amevaa tu deux pièces, amekaa kwa piscine. Huyu mwanamke nini? Hapana. Ni star. Ataka uongelee ile picha. Lakini utamwambia Shani Queen piga ile picha hawezi. Unasikia? Miss Erika donc ila anabielewa. Iko nakuja kuelewa. Anabielewa. Sasa kuna wasanii wengine wanawake wa Burundi anataka akwambia mimi ni star. Sawa. Sasa picha kama ile hawajihusishi Instagram. Jibrand kila mtu aone kama ni star. Tazama mfano wa Sheba. Wanani wengine wanawake wanajiachia. Wasanii wote waigizaji. Sio kila mtu wote anajiachia. Unakutana mtu mwigizaji ajibrand kama msanii wa filamu. Kabisa. Wamfuatilie na habari zake. Hapo swali linakuja kama umetuambia kuna muziki nasema kama ni muziki mpya ambao unazagaa hapo Bujumbura ambao unatamba kwa sasa ambao umetoa unasema inainama kama unavyosema yule Queen video na umemtumia ametumia hizo sifa ambazo umeziongea. Hapana, ndio niko nakwambia kwamba hapa Burundi sasa na hicho kwanza sasa wa video Queen wa hapa Burundi kwanza. Hawajajua muziki ni nini. Lakini kuna watu wanaanza kuelewa. Sasa kwa nini hujamtafuta Queen video ambaye anajielewa anaweza kufanya kwa sababu hata wako lakini ambao utaleta mimi unakutana na sifa mbaya. Sasa wenyewe kujiachia hivyo ni sifa mbaya. Sasa wenyewe mimi nataka nitie wenye hawajajulikana, naambia kwetu atanikatalia hicho. Hapa sasa kwetu hatujaelewa soko ya muziki wetu tunafika wapi. Na hapa sasa tukiwavalisha wale wanawake vile. Piko muziki ni hii muziki nataka kutoa mpya. Nitatoa mpya. Kuna mwanamke amejiachia vile. Lakini najua haitapita kwenye TV. Wanasema mtu muziki mbaya. TV za Burundi zinatubania kwanza, mtu elewe na mwe neno. Mtu elewe kwanza. Mnatubania sana. Sasa mtu akivaa boka inakuwa akivaa nani boxer kale bikini wanakaita butch cop akawa really. Sasa atakuwa ameflama. Sasa mnataka muziki wetu tuupigie masimu mitandaoni? Kuna wengi hapa Burundi watumii YouTube, wanataka kuona kwenye TV wapatie sifa. Sasa tunaomba mtu support, mtupatie muda. Sasa TV za Burundi kwa kama zingine hizo, achia wasanii wapandishe muziki yao, wajiachie. Kwa nini tunatoa muziki mnaubana? Kuna muziki zinabaniwa kwa TV. Sasa wasanii wanatoa muziki zinabana, lakini sawa, ndio maendeleo. Sio tunataka kufanya kitu cha maendeleo, lakini tutabaki tunavaa hivyo vikwembe, suruali za kufika huku, wanamke tuwavalishe majipe. Sawa, kama unataka muziki wetu kwa hivyo utakuwa hivyo. Lakini kidogo. Mimi kijaribu kurudi nyuma nikijaribu kuangalia hivi muziki kutoka Bujumbura kama Burundi, unakuta kutoka muziki kutoka WCB ambayo ina matusi kabisa. Ya kutoka Diamond, JJ, hii muziki akina fulani unakuta wanaongea maneno si mazuri. Lakini inatamba Burundi inatamba. Unakuta kwa radio wanazipiga.
Kwa nini ni kitu kama ninahitaji sasa kama shauri kutoka kwa Legend, kutoka kwa Freema. Unaweza kutoka kwa makao TV au radio ambao wanachukua hatua kusema muziki huu wa Burundi ametoa ameongea maneno mabaya, na si ndio? Unajua ongea, lakini unakuta muziki wa kutoka nje anaupiga. Hiyo inatokana na nini? Inatokana na watangazaji wetu. Wao wasizibie muziki. Wasipati nafasi. Watu wakipenda watangazaji huko, lakini kwenye radio wafunge hizo muziki. Piga muziki wa Burundi, piga muziki wa Warundi tu. Uone kama hapa muziki wote huo kama Kampala. Kampala utasikia muziki wote. Diamond wanampiga na wale wa studio wana download. Lakini kwenye radio zao hawaangalie. Labda kija kufanya concert huko. Ndio tunaona hicho. Ameongea vizuri sana. Kama ninamshi change kidogo na Warundi ambao wasikii Kiswahili waweze kutusikiliza. Kuna kitu ambacho ninasema kimenikasirisha mimi kama mwandishi wa habari. Na kimenikasirisha kwa sababu kuna wengi ambao tunafanya pamoja na watu mara yao wakiongea. Kulikuwa ni kipindi tarehe 23 hapa kwa nani La Vista kampiga simu nani Femi One. Ambia ametoa muziki nikipeana utawezana unakuwa. Unaona vipi wanachukua hizi fursa kumpigia msanii kutoka nje ya nchi ambaye hata wao hawajui hawajawahi kukutanana, lakini kuna wasanii wengi hapa wanahitaji interview, wanawanyima interview. Tuna SMS, tuna vitu vingi vinaonyesha kwamba waga wanawanyanyasa, wanaambia kama unataka interview toa hela. Asiko show kama hata Femi One amewapatia hela. Shauri gani unatoka kwa waandishi wa habari ambao wanajifanya master? Afu unakata ku brand wengine wasanii watu wa underground wana brand watu kutoka nje ambao hata watu wajua. Unajua hicho kitu nimekiongelea hapa, nimesema kwamba waelewe kwamba muziki wa Burundi unahitaji support kubwa sana. Kwa kumpiga ule simu, sasa umemwima mtu haki, umemwima msanii mwingine haki, alikuwa anahitaji tu hata dakika 2 apigwe simu kwenye radio. Lakini kwa kupata dakika ule aongee. Na maskini Mungu nasikia akasema kwamba hajui wasanii wa Burundi. Kwanza ametupatisha haya sisi. Ile muda wamempigia, kwa nini anasema hajui wasanii wa Burundi? Kwani sisi mimi kwa nini? Ndio mara ya kwanza namuona huyo. Ndio mara ya kwanza mimi nimeona ule muziki. Na ndio namjua sasa. Sikuwa namjua huyo. Nimemjua tena kutokea kwa hicho kipindi wamemsema sana. Sasa kitu kimoja, patia msanii wa Burundi hata dakika moja aseme kitu kiko ndani ya moyo wake. Utapata kujua vingi vya kugeuza kwenye muziki. Ego kwa kuzi wachi wa Home TV ngoma kwa tumbi. This is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa.